Hata namba yenyewe ya hii. Sasa hizi sherehe si ndio? Sherehe ngoja kwanza, mambo na sherehe ngoja kwanza. Mlango tumefungiwa na zakuja tena na watu wake. Dan. Nilikuwa nafikiria ni landlord gani? Long time kwaje? Niko poa na wewe? Mimi niko fiti kungangana tu kungangana. Ndio hiyo maisha inatupa hivyo. Na umetulia sana siku zote huko nani? Ni shughuli, juzi nilikuwa shughuli fulani huko ndo hata nimefanya kuingia leo asubuhi. Unajua niko na kama wiki moja hivi sijai kuona mtaa, kwani kuna shida? Hakuna shida. Unajua nasumbuliwa tu na unajua mwanamke kawaida ni kusumbuka unajua. Kweli life hiyo. Alafu huyu msee ulipeza kumuona lini? Dickson. Landlord, huruma iko wapi? Landlord, umegeuka bebe. Landlord, kumetokea nini? Unaona? Nani Dan? Wewe umeniulizia mambo na Dickson? Nimekuulizia mambo na Dickson kwa sababu niko na shughuli ambayo nilikuwa nataka niongee na yeye tuzungumze tuweke mambo sawa. Yaani unafikiria Dickson, the last time nimeona Dickson ni 3 months ago. 3 months ago alikuwa ametoka hapa akasema anaenda kwao kuona mama. 3 months ago na mimi nilimuona last week, lakini nilimuona I think yeye alikuwa yuko sawa kabisa kwa sababu nilijaribu kuongea naye lakini hakutaka tuongee kabisa. Last week nilikuwa naye. Dickson, umeona Dickson kuna venye sielewi kitu hapa. Dickson umemwona last week na Dickson ameniambia hata venye ametoka hapa sema anaenda home. Nani namba amenipatia last time nimempiga ati out of service. Sielewi Kiingereza fulani hapa ati out of service. Mbona simuelewi Dickson? Nakwambia hata mimi simuelewi kwa sababu nilipomuona nilijaribu kuongea naye lakini hakunipa nafasi. Alikuwa yuko confused kabisa. Sikujua tatizo ni nini. Alikuwa ako fiti au kuna kitu alikuwa anajaribu kuhepa. Kuna kitu alikuwa anajaribu au kwa yuko sawa kabisa. Kuna kitu alikuwa anajaribu kuhepa na sikujua ni nini. Na hakutaka hata kunielezea. Na umesema sielewi bado. Last week aje. Unajua siku hizi watu wanakutananga tu na mashetani. Huko coast unajua. Dickson ako kwao bro. Dickson mimi namjua bro. Nakwambia nilimuona Dickson lakini hata hakutaka tusalimiane. Nilijaribu kumuita na kaipa. Dickson mwenyewe hawezi hata chukua wiki moja bila kufika kwangu, amekataje kufika 3 months ago, imagine 3 months. Huyo sasa unayesema ni rafiki yako ndio nilimuona mimi lakini sijui chenye kiliendelea. Maybe nitamtafuta juu ile namba zingine haziingii zote. Fanya mtafute kwa sababu yule kijana naona yuko sawa. Yuko na matatizo. Na hii maisha venye imekuwa ngumu saa hii. Naona maisha inamuendea vibaya sana ndio maana yake. Ni sawa, I'll try. Try your best. Lakini pia ngangana, yani maybe venye ulimuona last time. Kama yuko sawa, jaribu kumuongelesha, maybe anaweza kutana wakati mwingine. Si unajua penye anaishi. Sawa bro. Sawa. Lakini asante bwana. Dickson is my friend man. Bwana. Lakini pia umenishtua nikafikiria ni landlord. Kuna mimi tunatafutana pia. Sawa, wewe fika hata mimi nifike ni wewe. Sawa. Tutaonana. Nice day. Nimesahau kitu bro. Unaweza nitumia 50 bob. 50 kuna by the way kuna deal na tarajia. Kabla hii wiki ijaisha nitakuwa nimekutumia. Na 50 bob juu kuna venye vita iko sawa. Ni venye una form ya sapa ama ni vipi msee? Unajua sikuelewi vile. Ni 50 bob tu, nataka yani iko na pesa fulani lakini haijatosha kununua chenye mimi nataka kwa nyumba. Ama wewe unataka kuongana na hiyo pesa kwa sababu stories zako niko nazo. Siko hivyo. 50 bob. Sasa nakurudisha bebe. Sawa, acha tu nikusaidie kama sisi kwa sisi. Kwa hiyo namba yangu tu yenyewe uko nayo. Hebu leta hiyo namba nikuweke. Landlord.
Haya, angalia ujumbe ndio hiyo. Simu iko kwa nyumba. Sawa. Sawa. Thank you bana. Ukumbuke kulipa. Landlord, kumetokea nini? Landlord, umebadilishwa na nani? Landlord, huruma iko wapi? Landlord, umegeuka bebe. Landlord, kumetokea nini? Landlord, umebadilishwa na nani? Mtoto wa mwenzio umemfungia nyumba. Landlord, leo umekuwaje? Wewe na kani Dan? Poa Dan. Ni wewe kama nakufananisha. Hebu njoo. Dan. Ni wewe kama nakufananisha. Ndio mimi mazee long time bana. bro, na wewe? Long time sana. Uko wapi? Mimi niko tu mtaa, ni venye tu umepotea sikuoni kabisa. Sasa huko umefikaje huku? Nimetoka kwa rafiki yangu mwingine De Gracious pale. Gracious. Bila bwana mjua mimi. Yule mwenye unamjua kwa sababu nilifuatilia nikajua ni rafiki yake Dickson. Sasa nimetoka pale nilikuwa nimeenda nimuulizia habari za huyo kijana. Dickson. Dickson pia naye alikuwa best yangu lakini sio apotelea wapi. Hata juzi alinipia namba yake hapa. Nasimpati. Wewe salini kumuona wewe. Nilimwona tu last week, nilikuwa naye last week. Hata nimemuelezea hiyo Deogration, nikamwambia nilikuwa na yeye last week lakini ananiambia kuna kama 3 months hajui muona. Sasa mimi nikashangaa. Alafu hiyo Deogration umepata wapi wewe? Nimemwacha tu kwa nyumba sasa hivi. Kwa nyumba? Nimetoka kwake sasa hivi kwa nyumba. Kwa nyumba? Kwake sasa hivi nimetoka. Kwake alikuwa ndani kabisa. Nilikuwa na yeye hapo tukiongea hiyo story kuhusu hiyo kijana. This man. Sawa tu. Hamna shida. Wewe jamaa. Alikuwa kwa nyumba yake kabisa, kwa nyumba yake. Hivi unavyoniona na hii jua yote nimetoka kwake saa hii. Kwa sababu nimebidi niende pale niongee na yeye kwa sababu nilikutana na yeye akaniambia hiyo story ya huyo kijana ndio nilikuwa anapiga na hiyo story. So it means sasa bado sasa amerudi kwake. Yuko kwake sasa hii sawa bwana. Sawa pamoja. Sawa tutaonana. Tutaonana. Huruma iko wapi? Landlord, umegeuka bebe. Landlord. Hey, wewe kijana. Unapita tu kambe uone watu. Samahani mzee. Shikamo. Marhaba. Hata nilikuwa sija kuona kwa sababu akili yangu pia nawaza mbele huko, kuna mahali nawahi kufika kwa sababu nimechukua muda mwingi sana mahali nilikuwa. Wewe mbona unakaa mgeni? Kusema kweli wenda mimi niko mgeni kwako lakini mimi si mgeni. Niko na marafiki wengi sana huko mtaani. Hata sasa hivi venye tunaongea nimetoka kwa rafiki yangu Deo hapa. Tulikuwa tunapiga tu story. Mchana wote nimeshinda pale ndio maana nakwambia niko na haraka zangu na moja. Rafiki yako nani? Deo. Yule kijana anatoma choto dogo. Huyo kabisa, exactly huyo ndo nimetoka kwake. Wewe ni rafiki yake? Ni rafiki yangu sana kwa sababu kuna issue fulani nilikuwa napanga naye ndo akanipigia simu nikaenda naye hapo nikakuwa hapo kwake sasa. Sasa unajua Deo, hiyo nyumba ambayo anaishi Deo hapa ambapo watoka ni nyumba ya nani? Yangu mimi. Kwa hivyo wewe ndo landlord wa hiyo nyumba? Mimi ndo landlord. Alishaniambia story yako kwamba wewe landlord wake ni kisirani sana. Ndio wewe sasa? Alikwambia kwa landlord wake ni kisirani. Alishaniambia hii issue kwamba landlord wake ana matatizo sana, anapenda kuwapeleka, unapenda sana kuwapeleka mbio sana. Kwani matatizo nini mzee? Kama ingekuwa wewe ndio landlord, alafu mimi sijakulipa miezi 6, ungefanya nini? Hata hiyo miezi 6 ni mingi sana. Mimi hata miezi
miezi 2 hiyo sidhani kama mtu anaweza akakaa hapo. Sasa wewe rafiki yako Deo namdai pesa miezi 6 hajanilipa na kuna rafiki yake. Hebu ngoja. Miezi ngapi? 6. Deo mwenye namjua mimi. Na hadi alileta hadi rafiki yake fulani ambaye hana ndevu. Huenda huyo ni Yule mweupe. Oh, unaongea kuhusu Dickson. Ni huyo kijana fulani hata anamuita msichana Juliana. Oh. Naona ni huyo Dickson. Sasa yule mimi venye namjua yule Deo, yule rafiki yangu mimi venye namjua si kwamba amekosa pesa. Naona ako na kitu fulani hivi. Pesa ako nao kwa sababu hivi venye tunaongea. Nilikuwa na matatizo yangu kidogo ya fedha na amenikopesha 1500. Ndio naenda kutatua matatizo yangu sasa. Amekukopesha 1500. Na najua hiyo pesa exactly huwa nalipa 1500 nyumba yake. Juu yule kijana namjua hizi akakaa nyumba 2500 ama hiyo sasa. Sawa. So sasa unaenda kwenu? Sasa ndio unaelekea hapo kwangu, kuna shughuli nataka kwenda. Hapo nimerengi tu hapo mtawapiga. Wewe pia huna shida huko mambo ya deni? Mimi sawa. Hata landlord wangu ukakutana na yeye anaweza kukwambia nini kitu anachukua. Mbona sasa nikose kulipa rent? Sasa ningepata mtu kama wewe at least. Ni sawa? Ya nimeshukuru kukufahamu. Asante pia hata mimi nashukuru. Okay, usijali. Ndio Gracious nilifungia nyumba ya kufuli ya pili. Lakini bado anaingia. Kijana ni dini au ni mtu? Pesa lipi? Nyumba ikifungwa, sijui anaingia na wapi na ile nyumba ina ceiling. I know how to deal with this. Umebadilishwa na nani? Landlord, huruma iko wapi? Landlord, umegeuka bebe. Landlord. Mzee. Niaje? Poa. Habari za siku nyingi? Habari zangu ni mbaya. Siwaelewa tena vile ambavyo napelekwa na wapangaji wangu. Hebu kwanza keti hapa. Nilikuwa nakutafuta sana yani lakini sikupata. Sasa mzee, ulikuwa unasema wale wapangaji wako wanakusumbua kivipi vipi? Kuna kampangaji wangu kamoja kanaitwa Deo. Sio mjua Deo? Si ni yule mwenaka kama wazimu. Huyo. Juzi aliniona akakimbia. Huyo sasa. Yaani ni mtu ambaye hanilipi pesa yangu. Unajua nilikwambia kwa namdai nani? Na si huyo ndo mwenye aliungana na yule mwenzake waenda wakakukaba huko. Si ndio huyo. Hajanilipa mpaka leo. Hajakulipa. Hajanilipa pesa yangu. Hiyo aishi tu bure pale. Yaani kama sijui ni mtu wa vipi. Na ile venye nilikuwa nimekuambia kama uwachukulie hatua. Mimi si nilikwambia yani mambo ya sheria nilikwambia mimi wasiamini sana. Napenda kudili na watu kinyumbani. Yaani ushirikina. Sasa unaona juzi nilikuwa napita zangu huko kwa shughuli zangu za kimaisha. Sasa nilipokuwa huko kwenye hizo njia, nilipomshtukia huyo kijana akiwa anakimbia, hana shati kwa begani, anakimbia. Kumuita hivi nataka kuzungumza na yeye. Alinipea kama dakika 2 tu, ako speed na shangaa vipi. Namuuliza kuna nini kwenye umetoka? Ananiambia acha tu niende kwenye naenda. Si uniambie basi tuende tuangalie kama kuna shida tusuluhishe. Ananiambia hata akafanya kunitoroka. Sijui kama alikuwa ameiba nini huko kwenye alikuwa ameenda kunini huko kwenye alikuwa anakimbia. Juzi. Hiyo ni juzi. Sasa yule kijana mimi nakwambiaje? Yule kijana kama mtu pale kwa ile nyumba atakuibia. Si wewe ukai kwa hiyo nyumba. Ni wao tu wamepanga hapo kwa nyumba. Atakuibia. Utakuja upata nyumba haina madirisha, wamengoa, wameenda kuuza huko na wamefunga neti kwa hizo dirisha zenye zina nini. Ama hata ni mimi mwenyewe. Ama wakuroge ufe kabisa uache hiyo nyumba. Sasa mimi nakwambia mzee, hapo mambo ni mawili. Uwatoe ama uwapeleke polisi tu wakuja wale watu wanakuwa wakora. Kijana mwenyewe kimwangalia sura yake vimekauka hata kushinda maisha yake. Wale watu ni wakora, watakuibia ama wakuroge ufe. Wale hata wanaweza kuwa tu wanaweza chukua tu nini wakora wenzi wao wakakuja wakakuua na maisha yakasonga. Na wale watu ukisema sijui maisha yake yamekauka. Wale watu sijui yani sielewi wanapata shida. Maana nimekutana na mtu akanambia sijui nimetoka kukopeshwa. Sasa hivi wanaambia wanapata shida. Wajua hata wale vijana siku hizi wakila chakula chochote hawatapiki tena siku hizi. Sasa basi kama huyo mtu amekwambia kama wako na pesa. Pesa ni zile zenye wanaotea watu wenye wajiwezi huko kwenye njia wanawakaba ndio pesa
hizo ndio pesa zingine wanachukua, lakini ile hali halisia ya maisha yao huwezi yatabiri kabisa. Ni hohehahe. Hata sio hohehahe ina heri. Yaani ni wale wa kutupwa kama waste product Wasiojiweza. hata wenye hajiwezi pia wana heri. Wale ni watu ambao yani sijui kama kwanza ushaingia kwa room zao ukaangalia mali kwenye wanalala. Mimi nilichungulia tu kidogo nikaona si kama kwa mganga, ilikuwa sipaelewi pakoje. Kama ni sehemu fulani ya kutupataka. Sasa basi hebu angalia hapo mahali kwenye wanalala kama kuko hivyo. Wewe unafikiri wanaweza kuwa na kazi gani yenye inawapea kipato chenye mpaka unasema eti wako na pesa mpaka kuna mwenye anaenda kukopeshwa hapo? Hata huyo aliyekopeshwa ndio next ambaye atanania. Nimekutana kama mtu kingine hapo Au kakanambia vijana wachukulie hatua. Either wapeleke kwa serikali ama uwatoe tu ile kuwafurusha watoe, sababu umewavumilia. Hata kama ni mimi ndo mwenye nyumba, mwezi nusu tu na ulipi unatoka. Kwani ni kwenu unaishi mahali kwa na ulipi rent ni kwenu? Huo moyo wenye umewapea inatosha. Hata kama kwa Mungu utaenda peponi wote aenda, na kama utachomwa tu, wewe wachukulie hatua uwatoe kwa hiyo nyumba. Hiyo story ni nini? Sasa utakuweka roho juu kila wakati unafikiria kwani watoto wako hao ama unakusaidia na nini? Ama wakitoka kwa hiyo nyumba kutoingia wapangaji wengine. Nimekuelewa. Mzee, haya maisha siku hizi yani hayataki stress. Kwanza umri wenu unaweza kufanya pressure kwa na miguu inafura hii. Uko hata wewe sifa viatu unatembea mguu chuma na uko na pesa. Hao watu wachukulie hatua. Hata kama utatoa kwa dawa, uwatafutie mganga ukuje watolewe. Kuliko unaishi na stress tu, angalia sasa hii nywele zinaanza kusonga nyuma hizo sababu ya stress. Sawa, nimekuelewa. I got you. Sawa mzee wangu, hapa ndo nyumbani. Hapa ndo huko kinywa kote na hangaika hapo. Ndio hapa ndo nyumbani. hapa ndo nimewekwa. Hapa ndo naishi, sio nimewekwa kwani nimeolewa. Iko wapi? Hapa ndo kwangu sasa. Landlord, landlord, Sawa mzee, na safari njema na safari yako inaelekea. landlord, Tunapo majali. landlord, landlord, kumetokea nini? Landlord, landlord. Niko poa. Vipi na wale wapangaji wako kule? Wapangaji nishamalizana nao. Uliwafukuza ama walikulipa ama nini? Kufuli. Yeah. Ulifungia kufuli uko na hakika? Niko na hakika, lakini hata nimepatana na kijana mmoja ameniconfuse. Amesemaje? Anasema ametoka huko kwao na wakaingia ndani wakaongea. Sasa sijui yani sijui nini inaendelea. Wameingia vipi? Acha kwambie landlord. Nyumba yako iko wazi. Iko wazi. Watu wako ndani, sijui ulifunga kufuli gani wewe? Kufuli fulani tena ambayo hata haifunguliani. Sasa mimi nakwambia nyumba yako hiyo nyumba iko wazi, hata wenyewe wako hapo ndani. Nilipata na kijana fulani alisema anajiita Dan. Ameniambia alikuwa na Diogratius. Amefuata hapo nyumbani kabisa akapata yuko hapo ndani anabarizi. Leo nimekutana naye. Ni best yangu najua. Okay. Best yangu sana, lakini tukazana kitambo. So far tuko kama miaka 2-3 hivi hatujakutana. Lakini yani walivunja, sijui ama walifanya nini. Siwezi jua walivunja ama walifanya nini, lakini mlango uko wazi, watu wako ndani. Wewe kumaanisha wajua mambo mengi kuhusu wale vijana. Can you tell me anything about them? Wale tu kwa mabesti kama kawaida. Yani ile tu tuna interact huko, lakini ile friendship ya kuwa najua kiundani sijui kabisa. Hiyo siwezi kudanganya. Okay. Lakini sasa wewe unasema nyumba yako imefungwa, lakini nakuhakikishia nyumba haijafungwa, iko wazi. Sijui ni kufuli alikata ama ni nini, lakini najua nyumba iko wazi. Sawa. Kwa hiyo mzee, utaangalia vijana wako. Wakileta shida nikwambia ile siku mimi nipo. I know how to deal with them. Kama mimi mwenyewe nimeshindwa, wewe sidhani kama unaweza sana. Mimi nipo, at least najua sisi bado nile wale kina Gen Z. Tunajuana tu ndani, yani zile step zile tunaelewana. Okay. Sasa wewe ukitaka tu saidizi uswale vijana, mimi nipo hapa. Sawa, usijali. Kwanza hata ni juzi tu tulikorofishana kule hivi. So sasa mimi na yeye tuko na grudge. Wewe ukitaka kumshika, pate mimi. Utamshika kiurahisi tu sana. Sawa. I'll work on that.
Sawa mzee, acha mimi nibaki hapa nibarize. Niko na barizi tu hapa. Mimi acha hata niendelee natoka zangu nyumbani na naenda nyumbani. Unaenda nyumbani? Wapi nyumbani sasa? Sawa, kamsalimie wife huko, najua yupo. Ama alipotea. Achana na mambo hayo. Kumetokea nini? Landlord, umebadilishwa na nani wewe? Landlord, huruma iko wapi? Landlord, umegeuka vipi? Landlord, kumetokea nini? Landlord, umebadilishwa na nani? Landlord,